Natumai kwamba uko pamoja nami na umeingia ili usikize baadhi ya taarifa za habari ambazo nimekuandalia siku ya leo. Ni tarehe 10 Januari mwaka 2023. Kwa maeneo mengine bado ni tarehe 9 ikielekea tarehe 10. Natumai kwamba Mwenyezi Mungu atawalinda, awatembeze mpaka mfike siku ya tarehe 10. Karibu kwenye taarifa za habari kwa ufupi, na haya yote yanakuja kutoka AGR News. Kumbuka taarifa hizi pia zinapeperusha mbashara kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa AGR News. Ingia pale YouTube, andika AGR News, kisha baadaye usubscribe na ufuatilie kabisa, uweke notifications bell on ili uwe unataarifiwa wakati kuna video nyingine mpya ambayo imewekwa katika eneo lile. Naanza moja kwa moja kwamba hiyo jana Jaji Mkuu Martha Koome aliongoza hafla ama shughuli ya kuapisha wanakamati ama wanachama 23 wakiongozwa na aliyekuwa Jaji Mkuu David Kenani Maraga. Kamati ile itakuwa inasimamia na kushughulikia mambo ya idara ya polisi pamoja na mambo ya idara ya mahakama. Akizungumza wakati wa kuapisha wanachama wale, Martha Koome amewataka wafanye kazi zao kwa kuzingatia sheria na kuhakikisha kwamba wanakuza idara zile ambazo wamechaguliwa ili kuwakilisha. Wakati huo aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga alisema kwamba yuko tayari na wanajopo wote wako tayari kujumuisha maoni ya wananchi katika utendakazi ili kukuza zile idara mbili ambazo watakuwa wanashughulikia. Kesi ambayo inahusu mauaji ya mwanaharakati sio Ezra bali ni Edwin Kiprotich ambaye kwa jina alikuwa anajulikana kama Chiloba, itatajwa tena tarehe 31 mwezi huu baada ya mahakama ya Eldoret kutoa uamuzi huo hiyo jana. Watano ambao ni washukiwa walifikishwa mbele ya mahakama ile, ambao wengi walikana mashtaka dhidi yao ya mauaji. Miongoni mwa wale washukiwa ni watoto watatu ambao inasemekana ndio ambao walikuwa wanasaidia kubeba ile sanduku ambayo mwili wa mwenda zake ulipatikana ndani. Hiyo jana mshukiwa mkuu Jackson Odhiambo aliomba mahakama kumruhusu atoke kwa kutoa bondi pale, lakini mahakama ilikataa. Alikuwa anasema kwamba ana familia ambayo anafaa kufanya kazi na kutafuta riziki ili kukimu ile familia. Na vile vile katika mahakama ya Ugembo, mshukiwa wa mauaji ya watoto wawili alifikishwa kwenye mahakama pale, ambapo hakimu aliamuru aendelee kuzuiliwa kwa siku 14 zaidi baada ya ombi la upande wa mashtaka ili uchunguzi ukamilike. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 21 mwezi huu wa Januari. Nikiachana na swala hilo, ni kwamba wakilishi wadi katika kaunti ya Kiambu hiyo jana waliingia kwenye bunge la kaunti hiyo na makazi ya gavana Kimani Wamatangi, wakimtaka afanye halahala na kuharakisha kutoa fedha ambazo ni za ustawishaji maeneo ya wadi, ambazo zitasaidia hasa kupata ama kuwapatia wanafunzi ambao wanarejea shuleni ndani ya wiki moja ambayo inakuja basari. Walimkashifu gavana Kimani Wamatangi kwa kile wanasema kwamba anatumia afisi yake ama anatumia fedha ambazo zinakuja kwa afisi yake kwa wakfu wake wa Kimani Wamatangi Foundation. Walimtaka kabisa akome kushirikisha wakfu wake pamoja na afisi ya gavana wa kaunti hiyo. Katika kaunti ya Nakuru, wafanyakazi ambao walifutwa kazi hivi karibuni walijitokeza na kuteta huku wakienda mpaka makazi ama afisi ya gavana Susan Kihika wakimtaka warejeshe kazini kwa sababu ama kwa zile sababu wanasema kwamba
waliachishwa kazi bila hata kupatiwa notisi ya kusimamishwa kazi. Ni swala ambalo wengi wanateta wakisema kwamba wana karo wanafaa kulipia wana wao, wana majukumu, wana nyumba wanafaa kulipa, lakini iwapo hawana kazi basi itakuwa ni vigumu. Na mbunge wa wachache na ambaye ni mbunge wa eneo la Unguja Opiyo Wandayi sasa hivi amejitokeza na kukashifu kutengezwa kwa hospitali kubwa kabisa jijini Eldoret, hospitali ambayo itamgharimu mtoa ushuru shilingi bilioni 28, bilioni 10 kwa awamu ya kwanza, kunradhi, bilioni 18 kwa awamu ya kwanza na bilioni 10 kwa awamu ya pili, akisema kwamba angependa ama Azimio la Umoja wa Kenya inataka kujua jinsi ambavyo ile hospitali iliafikiwa kuwekwa katika eneo la Eldoret, ikizingatiwa kwamba ni eneo ambalo anatoka Rais William Ruto, kusema kwamba hamna hata notisi kwenye gazeti la serikali. Tenda zilipatiwa na vipi, ilikuwaje wakachagua Eldoret na si maeneo mengine, akisema kwamba ni vizuri maendeleo yafanyike katika maeneo yote nchini, akisema kwamba Eldoret ina hospitali, ina Moi Teaching and Referral Hospital. Hospitali ile bado haijafanya kazi vizuri. Kwa nini basi hospitali nyingine iongezwe katika eneo lile? Na kumbuka kwamba mwezi huu ni mwezi wa cervical cancer awareness, kansa ya kizazi. Ni kansa ambayo imewaangamiza wanawake wengi. Kansa hii ilimwangamiza aliyekuwa mwanahabari mashuhuri Catherine Kasavuli. Vile vile kuna aliyekuwa mwanahabari mwingine wa redio ambaye pia ameaga kutokana na kansa ya kizazi. Wacha nikujuze tu hiki. Kama una mtoto msichana, by the way, kama una mtoto msichana 10 to 14 years, I want you to listen na unipate vizuri. Kama una mtoto msichana 10 to 14 years, serikali ya Kenya ina chanjo ambayo itapunguza ama itaprevent occurrence of cervical cancer. Chanjo hii inapeanwa kwa hospitali zote, inaitwa HPV vaccine. So this is free information. Lazima kama una mtoto who's 10 to 14 years, mpeleke hospitali yoyote nchini Kenya, atapatiwa chanjo na it is free, okay? Anapatiwa dosi ya kwanza, kisha dosi ya pili anapatiwa 6 months later. So this is information. Kama una mtoto msichana 10 to 14 years, unaweza ukaenda pale hospitalini akapewa chanjo ambayo itamkinga dhidi ya ugonjwa wa kansa ya kizazi, alafu atapewa chanjo nyingine baadaye. Kumalizia baada ya Wizara ya Elimu kufanya mchakato wa kupata maoni kutoka wananchi kuhusiana na junior secondary schools. Sasa hivi pia kuna jopo kazi ambalo limeteuliwa ili kutathmini utaarifu ama kujipanga kwa shule tofauti ili kupokea wanafunzi wa junior secondary school, wanafunzi wa grade ya 7. Kulingana na baadhi ya taarifa ni kwamba serikali inasema kwamba iwapo kuna shule ambayo kuna chini ya wanafunzi 45, basi itajumuishwa kwa shule nyingine ama itabidi wanafunzi wale wapelekwe kwa shule nyingine tofauti. Jopo kazi ambalo linaanza kazi hii leo mpaka tarehe 20 mwezi huu litakuwa linaangalia kama kweli shule tofauti zimejipanga kupokea wanafunzi kabla ya shule hazijafunguliwa tarehe 23 mwezi huu. Ni baadhi ya yale ambayo nimekuandalia. Mengi zaidi